atupe orodha ya zile fedha vile wametumia fedha za chama cha Jubilee. Na siulizi tu kama mwanachama wa kawaida, mimi nauliza nikiwa mbunge, mimi nauliza nikiwa naibu katibu mkuu wa chama. Na chama cha Jubilee tukizungumza kwa sasa, nimeona kwa gazeti ya leo wamesema Jubilee party is broke. How can the ruling party be broke? Chama ambayo imepewa pesa zaidi ya bilioni 1.5 billion. Na nikizungumza hivi, unaccounted for is about 1.3 billion. Kwa miezi 6 in 2018 walitoa cash money 193 million cash. Natolewa milioni 15, milioni 16, milioni sijui ngapi, 20, 30, haijulikani inaenda wapi. Lakini katika ile report ya Auditor General iko mama moja hako kwa ofisi ya president anaitwa Nancy Kitao. She has no business with Jubilee. Na naona alipewa 2 million. But I don't believe Nancy Kitao can be given 2 million. Maybe she was given 20 million. Alafu wanatoa zero zingine ndio tusijue. Lakini hayo maneno yote ni maneno ambayo lazima iwekwe wazi. Na nikiuliza hiyo, wengine wanaenda kukutana pale wanasema hii Caleb afukuzwe kwa chama. Kufukuza Deputy Secretary General is the same criteria unatumia kufukuza Secretary General. Lazima muite National Delegates Conference. Na kabla hamjaita National Delegates Conference, tuanze kwanza uchaguzi kutoka mashinani, alafu tukutane basi pale Kasarani. Yale mungesema ni mungeuliza kwanza hii maneno Caleb anasema ni ya ukweli ama ni ya uongo. Sisi tulifanya uchaguzi tukiwa chama cha Jubilee, tukishindana na chama cha ODM na ile walikuwa wamejikutanisha wanaita NASA. And Jubilee, we were one single political party against a gang of parties. And we beat them fair and square. Sasa tumeenda bunge, tulifanya kazi vile ile inatakikana, hakuna miradi yote ya serikali imekwama. But in between there has been some marriage called handshake. Sasa wale watu ambao walingangania kuunda Jubilee wamekuwa ndio adui. Tunaambiwa sasa reorganization of committees. Wale watu ambao ni wa Jubilee, ODM wanasema sasa serikali inataka iendeshwe hivi. This committee we don't want so and so, so and so. Ile kura yetu sasa mwenye kuongoza serikali ama mwenye kusema usemi kubwa kwa serikali ni ODM. It is like you are having a football game between Manchester United and Arsenal. Then an Arsenal player decides he's going to play within the game. He decides he's going to start playing for Manchester United in the same uniform ya Arsenal. Is it possible? Ukianza kusema wanasema heshimu rais, nyinyi hamheshimu rais. Rais tunamheshimu. Mimi nimempigia kura Mheshimiwa Uhuru Kenyatta mara 4. Kama ingewezekana kwa katiba aruhusiwe kuomba tena, labda ningempigia kama angekuwa bado yuko na William Ruto. Lakini kwa sababu ya kikatiba nimemtendea mema yote ambayo yangeweza kutendewa mwanaume. Sasa ile sisi tunaomba pia tuheshimiwe demokrasia ya wananchi wa Kenya. Let them respect the democratic rights of the Kenyans. Maneno mnaweza kupanga yote, lakini hamwezi kutupangia nani atakuwa rais. Rais sisi tutachagua tukiongozwa na Mwenyezi Mungu na kura zetu ambazo tuko nazo mkononi. Na nikimalizia, wacha niambie nyinyi wananchi wa Kenya, tuliunda Jubilee ili tutoke kwa mambo ya vyama vya kikabila. Get rid of tiny tribal political parties. Sasa sisi chama cha Jubilee, kwa sababu tumekosa kufanya mambo ya marejiano hapa na kwa sababu ya tamaa ya wengine, tumeanza kwenda kutafuta chama ya KANU, sijui CCM. Kwanza hii inaitwa CCM. Party leader Isaac Ruto, Mkale. Secretary General mwingine anaitwa Buseki, Mkale. Sijui treasurer, Mkale. Yani it's a whole tribal outfit. Same with Wiper, same with KANU, party leader Gideon Moi, Secretary General Nick Salat, sijui nani mwingine. Kwanza chama ya KANU iko na wajumbe wawili.
Jubilee tuko na 174 elected members of parliament. Why are we begging for small parties? But it sends a message. And we want to tell Kenyans tuvumilie na tuseme kanisa tunashukuru kwa sababu zinafunguliwa. Lakini ile masharti waliweka ni kama hii watu hawafikiri. Kwa sababu ukisema kanisa tunafungua, mtoto ya 13 years and below asiende kanisa, na mzee ya 58 and above usiende kanisa. How between 14 years and 58 years wakienda kanisa? Wakitoka kanisa wanaenda wapi? Wanaenda kukuta nani? So wanakuta ule mzee wa 58 na wanakuta ile watoto ya below 13. Haya, kama bishop mwenye anaongoza kanisa ni 58 years and above, nani ataenda kuongoza kanisa? Fungueni kanisa, kila mtu aende kanisa, tuombe na to observe social distance and we move on. Unajua sasa wengine hawapendi kanisa, sasa wanaona ili nisiende kanisa, wacha tuweke hii criteria kwa sababu nimefika ile criteria kutoenda kanisa. We should allow everybody of whatever age to go to church so long as we observe social distance, we sanitize, and we can have even 5 services. Kama wamesema ni watu 100, tunaweza kuwa kama kanisa ni watu 500, basi tunasema watu 100 mkuje saa 1 mpaka saa 2 muondoke. Wengine wakuje saa 2 mpaka saa 3. Na tuendelee namna hiyo.